Rusi, sote majirani bwana. Tunapitana vipi bwana kama hatujuani? Niambie kuna nini? Na mimi ndio nilokuambia bwana, muangalie rafiki yako Vise bwana anaingiza mwanamke. Lakini kwa nini ulivyomuona yule mwanamke ukashtuka ukamwita shoga yangu? Kwa hiyo unafahamiana naye? Hata nilikwambia hayakusaidii kitu. Wewe hata uzoeleki bwana. Sasa nataka nijue. Alafu kingine bwana, kuna kitu kinanichanganya. Yaani kinaniumiza akili yangu. Tokea mume wako alivyotufumania kule chuoni, ilikuwa kuna yaani mapalangano, yaani kama amani hakuna. Lakini sasa hivi imekuwa ni shwari, yaani hana mpango na mimi, ana mambo yake tu. Kwani kuna nini kwani? Na ila hata nikikwambia halikusaidii kitu. Bwana, kwani uzoeleki kile anachokuambia? Unani cancel tu. Haya, unaelekea wapi? Na safari zangu. Na wewe umebeba nini? Yaani nikwambia wewe atakusaidia nini? Bwana, nenda bwana na safari zako bwana. Mimi nimekuja kueleza zile swala la mtoto. Ni kweli mtihani aliniletea pamoja na zile nywele. Ndiyo. Katika uangaliaji wangu kwenye satellite yangu nikaja kugundua yule mtoto sio wa kawaida. Mungu wangu. Yule mtoto nilivyomuona kwa kwenye mizimu. Kwa hiyo nilichokuja kukuambia kwamba ile swala tuachane nalo. Kivipi mganga, na kati ile familia yao naijua vizuri ni ya Kilokole? Ni kweli familia ya Kilokole, lakini nilivyoangalia nikaja kugundua yule mama kipindi hicho wakati yuko na mume wake walichelewa kupata mtoto. Yule mama akazunguka upande wa pili ambapo ni kwenye mizimu, akaingia mkataba na mizimu ili apate yule mtoto. Mungu wangu. Kwa hiyo yule mtoto unavyomuona yule ni kwenye mizimu. Pale amemleta tu kwa sababu ya kuendeleza ndoa yao ili endelee kustawi. Lakini yule mtoto uko kwenye mizimu. Mganga, sasa itakuwaje? Sasa hapo ni cha kufanya ni kumwambia tu mwanao apambane kusoma, na kama ikiwezekana mtafikie kabisa na tusheni. Kwa sala hilo limeshindikana. Kwa hiyo tukiendelea na hili zoezi, mimi na wewe tunakwisha. Mungu wangu jamani. Sijatarajia kama itakuwa hivi. Ndio ujue kwamba ndo mambo yako hivi. Kwa hiyo nilichokuja hapa kukuambia ili zoezi tulisitishe, tusiendelee tena. Sawa mganga, nishakuelewa. Kama umenielewa, haina neno. Mimi ndio ni kikubwa changu ndio hicho nilichokuja kukuelekeza kwamba ili swala limeshindikana, mimi siliwezi kwa sababu mimi mwenyewe najipenda. Sitaki matatizo. Kwa hiyo mimi ngoja niache niende. Tutakutana siku nyingine. Sawa mganga. Haina neno. Shogangu, wewe unakuona unaingia kwa Vise. Unaingia kama panya. Shogangu, Vise rafiki yangu tu ile nilienda kumsalimia. Shogangu, kumsalimia tu mtu mpaka ndio mnaliza na muziki hivyo. Shogangu sasa hivi kawaida tu, sema ndio hivyo. Yaani mimi Vise rafiki yangu, hakuna chochote kinachoendelea shogangu. Sasa kwa nini mlikuwa mmefunga mlango? Shogangu, si unajua tena vyumba vya watu vile, huwezi kukaa mlango wazi. Afu pia Vise kapanga. Si unajua? Shogangu, na wewe msidi, hata hilo jambo umenificha. Shogangu, na wewe tena hamna. Ila na wewe msidi shogangu. Wewe Vise rafiki yangu tu. Nimeamini shogangu siku hizi unanificha. Okay, tuachane naye. Mimi rafiki shogangu hapa. Naomba nisindikize kwa kaka. Shogangu, kwa kakako kuna nini tena? Utajua huko mbele. Kwa leo hapana shogangu. Kwani na hiki nini? Shogangu naye bwana, wewe twende, tukifika kule utajua kwamba umebeba nini. Shogangu, sikia kwa. Usikwa kaka yako leo hapana. Na vipengele vyangu naenda Kikoba. Kwa siku nyingine nitakusindikiza. Sha udugu wangu. Nataka niende Vikoba shogangu siku nyingine.
ila mimi sikufichi chochote udugu wangu. Si unanijua tena mimi. Haya, mimi naenda shogangu. Haya shogangu. God have mercy upon us. Oa. Vipi babu? Kama kawaida? Yes. Fresh. Njoo bwana. Bwana juu babu. Kaini tena mwanangu mimi na wapi? Njoo bwana. Vipi bwana? Wewe pita babu. Wewe pita ndugu yangu bwana. Nini mambo gani hapa? Niambie. Vipi ndugu yangu? Fresh ndugu yangu. Kama kawaida. Kama kawaida. Sana. Fresh. Kwanza nafurahi. Yaani nimefurahi kishenzi. Umefurahi nini? Yaani umefurahi nini yani? Njia ya muongo fupi watu wanasema waengani. Sasa mimi nimekukamata au nimekubamba bamba wewe kijana Wewe uliniambia kwamba ufanyi mambo ya ajabu ya kijinga ya kujigijigi mpaka uoe. Ndio mimi si ibada. Sasa kimekusibu kitu gani? Nimekuona kwa macho yangu akiingia mtoto mule. Nini? Mule kwako. Bana ndugu yangu mimi nimekuona. Nini? Sasa nikaona ili mambo yasiwe mengi usije ukanibishia kwa sababu sisi kupo maeneo ya Bombani pale. Na harusi nikamwambia ona. Kwa harusi ameona na tumeshuhudia kwa macho yetu. Na tukasogea mpaka pale kumlango. Tukaona kisauti kinazidishwa. Tukaona yes. Huyu alosema afanyi mpaka aoe. Leo kimemsibu nini? Kwa nini wewe mwanangu leo muite harusi naye? Lakini sikupona kataa wewe. Na ulisema wewe. Hapo kwanza mimi mtu wa ibada. Jambo la kwanza. Kwa pale mimi kuna vitu nilikuwa namuelekeza ndani tumo. Naambia kuna vitu nilikuwa namuelekeza nimempa kaondoka. Kwa hiyo na ile pale sauti kuzidishwa ibada. Yale si unajua lazima kabla mambo yote lazima mwanze kwanza kusifu nini. Kwa pale jamaa tukazidisha sauti. Ile nyimbo so ya kanisani mjomba. Ile nyimbo ya Bongo Flava, alafu ya mahaba. Alafu na visauti tunavisikia. Unataka mpaka niviongee mjomba? Kubaliane tumevusha. Acha nayo mata. Hivi uliona wewe na harusi umesema? Mimi na harusi ndio tumeona. Elia kuepo hapo. Elia hajakuona. Yule pale ule sikaenda wapi huko? Si unajua yule naye mtu mwenyewe yule naye yupo kama hayupo tu. Basi. Lakini umevusha. Umevusha lakini. Acha na mada. Umevusha lakini. God have mercy upon us. Mke wangu. Wapi tena? Naenda kwa mama Shula. Kwa mama Shula nakufanya nini? Unajua mume wangu nyumbani na boleka, ndio maana naenda kwa mama Shula kupiga naye story kidogo. Kwani wewe mke wangu? Wewe mbona kila siku kwa mama Shula? Kidogo tu kwa mama Shula. Kwani mama Shula waga mnazungumza kitu gani hicho ambacho hakiishi? Maana kidogo tu kwa mama Shula. Mama Shula. Kuna nini kwani? Tuzungumzie kitu chochote, ila naenda kupiga tu story mume wangu. Na hicho ulichobeba nini? Mume wangu hiki ni kitambaa cha sare. Rafiki yetu ana shughuli. Kwa naenda kumonyesha mama Shula hii sare. Sare? Ndiyo mume wangu. Hebu tuone. Mume wangu naye. Haya ni mambo ya wanawake hadi na wewe ukione. Maana uniamini nilichobeba. Wewe mimi si mmeo. Lete hapa nione. Mume wangu naye. Lete hapa. Kiangu hii si boxer yangu kabisa. Leo kazi ipo. Mjomba. Nishafika huku. Ila mtu wenyewe hapa hayupo. Labda ngwani msubiri dakika kadhaa hapa. Nikiona bado unatokei, nitakuja baadaye. Hapo mjomba. God have mercy upon us.
nakusubiri wewe yani hapa. Vipi, kuna tatizo? Hamna tatizo. Kwani vipi kuhusu hiyo poda usoni? Ndio kimekuleta uniulize kuhusu poda au? Haijanileta hiko. Ila kicholeta hapa bwana mjomba mimi kanituma. Kwa sababu wakati Juni anaondoka hapa, alisema kwamba kuna ndugu yake anakuja kuishi hapa. Ila hatukujua ni ndugu yake yupi. Kwa sababu mjomba akufahamu, mimi mwenyewe sikufahamu. Hata jina lako mwenyewe sikufahamu, yani sikulifahamu kiufupi. Tumeisha tu kuonana huko mitaani. Kwa kama hivi masa mtoto ukutana umepaka mipoda hiyo usoni. Kwa hiyo hata haijulikani vipi. Kwa hiyo wala mjomba kwa nataka wasiliane na wewe. Pate kuongea, mfahamiane hivyo yani. Nataka nipigie simu hapa, muongee, hadi muweze kufahamiana. Niongee na mjomba wako ili anifahamu. Sawa, hamna shida, hata niongee naye. Mimi sina tatizo. Sina tatizo kabisa. Wewe nipigie tu hapo, mimi niongee naye, sina shida yoyote. Mimi ni mtupisi sana. Mjomba. Hapa namuona kishafika tayari hapa. Kafika bado sijaondoka. Kwa hiyo ni vyema ongeza kuongea naye kwa sasa hivi hapa. Huyu hapa wewe. Ongea naye. Halo.